Mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok, kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses natalewa sijui nini. And you know, lazy people, watu wazembe bure tu, kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh, sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, inchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa inaenda huko. Na ninawaomba wananchi na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi. Tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation and we can do it. Nimalizie mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters, nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali. Na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako, hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3, hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya? So if you really love your country, and I believe all of us love our country, saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya mzaha namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, Rigiji hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana. Wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna. Wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame.
Ninyi ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili na wazidia mani kazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo. Tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili. Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons. And you hope you will have a stable country. Jamani, tuache hii sarakazi. Let us come together. Turudi pamoja. Sisi tuna mpango. Wakenya tupe serikali. Muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakazi ya shaa hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So, we know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wacha wetu atazungumzia. Nilisema the other day kwamba unajua hii united opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda Ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya Ngurario mzuri sana na tutakuwa mbele. Finally, very finally. Nataka kuwaambia wakubwa wetu wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wameteseka. Ukiangalia pay slips ya wafanyakazi wa serikali, saa hii people have lost faith in public service. Kwa sababu there is no earning, pay slip imepotea. There is no respect for structure in the public service. So wakati viongozi wetu wa serikali wanasema hatujui, sisi hatuna akili, hatujui kitu gani kinaendelea. Wale wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya nao ndio wanatuambia mambo mingi. Na unajua wengine tulitoka hapo hivi majuzi. Tunaelewa kila kitu. Wasifikiri sisi ni wajinga sana. We understand even this, we have even done our own polls and we understand what's happening. Waseme ukweli. They have no path to election victory. They doesn't exist. Na sisi tukiungana pamoja namna hii, there will be no contest. It will not be 50+1. It will be 70+1. There will be no contest. They have no path. Wasiseme wasifikiria tujui, tunajua. We also carry out this data. Tunajua. Sisi eti ni wajinga. Tumelala chini ya mti tunangoja kuambiwa. We are not that foolish. We understand what's happening. So, let them conduct themselves with a sense of decency. Tunawaheshimu. Sisi hatuwatukani. Sababu tunaheshimu hayo maofisi. Tunawaheshimu kwa sababu ni viongozi wa nchi yetu. Baheshimu wananchi pia, tuende pole pole, Mungu akitujalia. Wakati huo ukifika, public offices like that, today you are there, tomorrow you are not. Wende kungojea samu yako pia wakati mwingine. But the country must go on. Usiue watu eti ni kwa sababu unataka kuinsist eti ukae. Vile Mheshimiwa Muturi alisema, unataka kufanya mambo mingi, unataka kuinsist ukae. Watu wakikataa wamekataa, kiti ni yao, sio ya mtu binafsi. Tunawaombea mema na viongozi wa kanisa tunawaombea, lakini tunataka kuwauliza tafadhali leo nyinyi kisirani hii tuko nayo, wengine wenu ndio mlituletea, sababu kila siku unajua wakati mwingine mimi nashinda kusema mwadhani yako, sababu unajua hiyo ilikuwa anthem ya watu fulani. Tu anabeba Biblia kubwa inaweza kumwangusha chini. Anaenda kule tunataka kuonyesha eti hao ndio Wakristo wa kweli, sisi hatujui kuimba. Ngaiwa kwa so on. Sawa? Sasa medhirika wazi ukweli mahali huko. Tunawaomba viongozi wa kanisa sasa, kwa sababu nyinyi na sisi we are in the same boat. Ama namna gani? Mmesumbuka. Basi tusaidie. Naongea na wengine na members ili tuone vile tutaweza kusaidia nchi. Tukae pamoja
Tutafaulu pamoja na tutasaidia nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Tunawapenda wananchi, mukae na imani. We will save our country. Be hopeful, never lose hope. God bless you.